Acha uvivu kwa mwanangu. Fanya kazi. No? Hivi nini hatima ya maisha yangu? Vijana wenzangu wote hapa kijijini wanaolewa. Najisikia aibu mimi nilokuwa nao baba. Sasa mwanangu, kusema uolewi kwa nini? Kwani uliwahi kuja na mchumba mimi nikakataa kukuozesha mama? Hivi uone fedhea kuishi mimi na wewe nyumba moja, aliyakuwa mama hayupo, nipo mimi na wewe tu baba. Nasikia aibu baba. Hivi baba, mimi mamangu yuko wapi? Mimi nataka nikwambie jambo moja. Shukuru kwanza kwa vile baba yako unaniona. Je, usingemuona baba, usingemuona mama, ungekuepo wapi wewe? Amefariki. Sasa jinsi unavyozungumza hivyo unakumbusha mbali mwanangu. Mambo mengine achaga nawe mwanangu, ongea. Nenda. Basi nisamee baba. Nenda kaka. Nisamee basi baba kama. Nisamee baba. Haya. Naona mapema sana. Hebu akia hiki. Anatoka nini na wewe? Sasa nikajuaje? Haishi kashakuja. Hivi mume wake itakuwa kaamka kweli? Hajaamka. Wewe yule mume na ile misharubu kafa gwa chooni na mkasa ngapi? Afu ni ndevu kama uchavu wa biriani. Watu na mababy baba yani. Wana enjoy. Yaani mzazi akuzaa kwa kuoe. Ni bahati. Unajua ni bahati tena sana. Kitaalamu tunaita bahati ya mdende. Kwa sababu utaendelea kuishi na baba yako kama mume au utaolewa. Maana unakaa ndani kafu kwa uzazi. Kuolewa na utu uzima wako mkubwa mzima. Basi kuendelea na watoto. Shutu. Sasa safari hii tunataka kitu kimoja. Lazima tiongee na viongozi wa makanisa ili wafungishwe ndoa. Wafungishwe ndoa na nili ndoa ya kanisa ndoa ya mke kana wafungishwe ndoa ya kanisa inaruhusiwa mtu na babake. Sasa si wameamua tena wafanyaje sasa? Na nasikia mtoto anafaidi. Na ule udevu yule mzee. Anafaidi. Huko ndo kuna mpelekea babake. What's na baba? Sio baba, wametoa ile wameweka baby. Shogangu ingekuwa ni mimi wewe. Kuolewa siolewi. Baba ndo ananitaka kanichukua kaniweka ndani. Kwanza yani ningekuwa naona aibu kutembea mtaani. Ningeenda kwa huko maporini. Sema na wewe ungenenepa. Na hiyo afya yako ungenenepa. Ningefanyaje? Ungenenepa. Wewe sio umekupeleka makao wewe unataka nani yale uliona babake. Basi tu yaache na wewe. Wewe usinichanganye mimi. Mimi kama babangu naumwa kweli. Kwani mimi? Sasa nasikia yule mzee na wewe unamtaka. Nani? Yule mzee. Unaondoka? Inaumaga hiyo. Inachoma. Shamaliza mimi. Kinga kama una kinga. Na bora usikinge tu. Sababu kwenye nyumba unafanya nini? Hebu nitupesha mimi na wewe. Mbeka nini? Shende zangu. Tumemchamba nakwambia. Mwantunu. Safari na mimi wanyoke. Ilikuwa familia ya mzee mmoja aliyeishi kwenye kijiji kimoja, aliyebahatika mtoto mmoja wakshi nyumba kitoi. Hapo kuolewa kwao ni shida, watu kufa kwao ni kawaida, kawaida.
Kwa huku. Nimekosea nini mimi baba? Au namkosi gani baba mimi? Una matatizo mwanangu. Huko kisimani kwani umepata kitu gani wewe? Huko kisimani kwanza umepata nini? Wana kijiji wote nicheka mimi baba. Maisha yangu yako wapi mimi? Wenzangu wote wanaolewa lakini mimi baba siolewi. Kwa sababu kama swala la mchumba, tafuta mchumba lete mimi nikuozeshe. Kwani tatizo liko wapi sasa? Hii dunia imenielemea baba. Wewe unaonekana kwa kisimani kuna tatizo limekukuta wewe. Mimi mke wako, mimi mke wako nasema. Toto huyu kuna jambo linaendelea. Mimi sielewi. Huko likotoka kuna nini? Hajawahi hata siku moja toka mama yake atoweke mpaka leo hajawahi. Ngoja kwanza. Wewe. Nachotaka nikuambie jambo moja. Uko kisimani unakokwenda, usikutane na mashoga zako tena ukaanza kucheza, kucheka, kuongea. Nenda mara moja kisimani, uwahi kurudi hapa nyumbani. Sawa? Saibu baba. Sio nimeanza, nachotaka nikwambie ni kitu kimoja. Leo kuna wageni hapa nyumbani wanakuja. Sasa wageni wafike, afu na wewe hujarudi. Ukizingatia wewe ni mtoto wa mwenyekiti, lazima uwe na nidhamu. Sawa. Narudi sasa hivi. Nimetema mate, yakikauka haya hujarudi. Utanitambua leo. Utataka uongee huko, utataka kupiga story. Urudi haraka, nishakwambia hivyo. Haya. Samani. Naitwa Harisi Amiri. Si unaitwa nani mwenzangu? Mimi. Wewe. Mimi naitwa Wakshi au mrembo kitoi. Mbona nicheke? Hamna, jina zuri sana. Tena zaidi ya sana. Yaani jina lako na muonekano wako vimeendana vile vile. Kweli? Kweli. Una asili ya kimangamanga. Okay, poa. Mimi nilikuwa naelekea kwa mwenyekiti, sasa sijajua ni wapi, njia hii au njia hiyo. Mimi mtoto wa mwenyekiti. Bako mwenyekiti? Kwa mwenyekiti ana mtoto mrembo kiasi hichi? Mimi mtu. Mimi nimekuja na bibi mkubwa mwana. Na mama yangu kidogo kuna njia ambayo ameweza kupitia. Ya, sote tunaelekea kwa mzee wako. Haya. Ila samani, si naweza nikakuona baadaye? Naogopa baba yangu. Okay, poa. Basi kama utojali, unaweza kunisaidia namba yako hata simu? Samani. Mimi sina simu. Ila si naweza nikakuona siku nyingine? Okay, poa. Bye. Hodi. Jirani? Naam. Karibu bwana. Haya bwana. Naam. Madhumuni ya kuja kama nilivyokueleza. Hapa nimemwona binti. Nataka kuposa. Mimi labda nikwambie kitu kimoja. Haiwezekani kwa umri huo uliokuwa na wewe uje uoe binti yangu mimi. Unataka kumpa eda mwanangu? Mtoto bado mdogo. Mtoto na miaka sijui 18 20, wewe unataka kuja kumchumbia na uzee huo? Hapana. Katika hilo sikuelewi hata kidogo. Katika kuoa hakuna desturi au mtu fulani aliyopangiwa, isipokuwa mimi. Wewe una mtoto wa kike, mimi na mtoto wa kiume. Unanielewa? Wewe una mtoto wa kike, mimi na mtoto wa kiume. Bwana, swala la kuoa hapa nyumbani kwangu mimi hakuna.
Hatari sasa hiyo unaitafuta wewe. Hakuna cha hatari. Mimi nachokwambia uwezi ukaoa binti yangu. Mtoto wako wewe hawezi kuoa binti yangu mimi. Usinitafutie balaa. Wewe naona unanikaangia mbuyu. Sijakukaangia mbuyu. Wewe unanikaangia mbuyu. Ninachokuomba ondoka hapa nyumbani kwangu. Mimi mtoto wangu siozeshi. Nenda. Bwana kumbe mzee hatari wewe. Bwana nenda bwana. Shikamoo bwana mzee. Nipe hali. Salama. Salama hapa ndio. Tamshukuru Mungu bwana. Nakwenda kwa jirani hapo kwenda kupata taarifa pale. Tulikuwa tuna mpango kama unakumbuka, kuna mama mmoja mnene kwa mzee nani pale, sijui anaitwa yule mzee. Sasa tulikuwa tumefanya mpango wa kutaka kuposa pale. Kama na hiyo ndio nakwenda kusikilizia. Hapo kwa mzee Nguzo? Naam. Basi mzee, hata nyumbani kwako huonekani. Kwa nini? Biki tumeshamlia mpunga, tumemlia mpunga. Unamaanisha kwamba amefariki? Biki amefariki. Mimi sina taarifa. Pale kwa mzee Nguzo, ukaenda kuchumbea. Ukaenda kwa nia kutaka kumuoa binti yake. Ala unafariki. Ndivyo ilivyo. Hodi. Jirani. Naam. Karibu bwana. Haya bwana. Naam. Madhumuni ya kuja kama nilivyokueleza. Hapa nimemuona binti. Nataka kuposa. Mimi labda nikwambie kitu kimoja. Haiwezekani kwa umri huo uliokuwa na wewe uje uoe binti yangu mimi. Unataka kumpa eda mwanangu. Mtoto bado mdogo. Mtoto na miaka sijui 18 20, wewe unataka kuja kumchumbia na uzee huo? Hapana. Katika hilo sikuelewi hata kidogo. Katika kuoa hakuna desturi au mtu fulani aliyopangiwa, isipokuwa mimi. Wewe una mtoto wa kike, mimi na mtoto wa kiume. Unanielewa? Wewe una mtoto wa kike, mimi na mtoto wa kiume. Bwana, swala la kuoa hapa nyumbani kwangu mimi hakuna. Hatari sasa hiyo unaitafuta wewe. Hakuna cha hatari. Mimi nachokwambia uwezi ukaoa binti yangu. Mtoto wako wewe hawezi kuoa binti yangu mimi. Usinitafutie balaa. Wewe naona unanikaangia mbuyu. Sijakukaangia mbuyu. Wewe unanikaangia mbuyu. Ninachokuomba ondoka hapa nyumbani kwangu. Mimi mtoto wangu siozeshi. Nenda. Bwana kumbe mzee hatari wewe. Hivyo bwana mzee. Sawa. Sawa, lakini sasa itanibidi nifike nikawasalimie kwa sababu ndio jirani, tupo jirani. Sasa tutafanya lazima nikamsalimie. Ila sasa mzee, usije ukasema bwana mimi nimekupa taarifa. Maana hiki kijiji kinaniona mimi sijui nipoje. Yaani usalabu wangu na utu wangu unaonekana mbaya. Usije ukanitaja bwana. Mimi siwezi nikakutaja kwa sababu taarifa ulizonipa zinaweza zikawa ndizo. Unaona? Kwa hiyo nakwenda kupata tu, kama zaidi nitapata huko nakokwenda. Basi hamna neno. Haya, asante sana. Haya, asante sana. Ilikuwa familia ya mzee mmoja aliyeishi kwenye kijiji kimoja, aliyebahatika mtoto mmoja wakshi nyumba kitoi. Mara nyingi kilichopo moyoni ni gonjwa. Siku zote upendo si dhambi, na wala kupenda si dhambi, bali ni zawadi na thamani ya kitu ambacho unachokihitaji. Itumie njia gani ili ndio uweze kumpata. Matatizo kwenye familia, baba na mama wote wanalia. Sijui nini kilimtuma asi kumpenda mtoto. Samahani. Samahani. Naitwa Harisi Ameli. Si unaitwa nani mwenzangu? Mimi? Wewe. Mimi naitwa Wakshi au Mrembo Kitoi. Mbona unanicheka? Amna, jina zuri sana. Tena zaidi ya sana. Yaani jina lako na muonekano wako vimeendana vile vile. Kweli? Kweli. Una asili ya kimangamanga. Okay, poa. Mimi nilikuwa naelekea kwa mwenyekiti, sasa sijajua ni wapi, njia hii au njia hiyo. Mimi mtoto wa mwenyekiti. Bako mwenyekiti? Mwenyekiti ana mtoto mrembo kiasi hichi? Mimi mzee. Mimi nilikuja na bibi mkubwa mwana. Ila mama yangu kidogo kuna njia ambayo ameweza kupitia. Ila sote tunaelekea kwa mzee wako. Haya. Ila samani, si naweza nikakuona baadaye?
Naogopa babangu. Okay, poa. Basi kama utojali, unaweza kunisaidia namba yako hata simu? Samahani. Mimi sina simu. Ila sitaweza nikakuona siku nyingine. Okay, poa. Bye. Lazima nimshauri mama tutafute mfanyakazi. Watu wamepungua, sielewi, ndio maana nikasema kuna tatizo gani, labda nikuulize ndugu yangu, unajua? Hamna tatizo kwa kweli. Kiba huyo. Vipi? Oya, Mnyamwezi. Karibu bwana Mnyamwezi. Na jikokota. Kwa maana jikokota sio? Tunakutania mwenetu. Kama kawa lakini. Vipi lakini? Sasa. Yaani nimepita huko kijijini kote naambia bwana yule mbea mbona leo hatumuoni? Nikajua mbea leo katulia huku. Maana niwape story moja. Kule Zanzibar kulikuwa na mzee mmoja anaitwa Hambaba. Huyu mzee bwana alikuwa anataka sana wafanyakazi, hususan watu kama hawa. Umeona? Sheria yake kule kazi ya kupika chips. Yaani unavaa msuli, nyuma huku kuna bonge la feni linakupepea. Sasa wakati feni linakupepea kwa hivi, unakuta ule upepo unakufanya uwe namna gani kama hivi. Umeona? Sasa mimi nataka nimshauri bwana kama ana kazi za kufanya, nimpeleke kwa Mbaba. Mbona kazi nzuri tu. Nitakupigia safari. Tena habari za kijinga. Basi bwana ushaanza. Tena habari za kijinga. Msigombane sasa. Niwaambie kitu kimoja. Nini? Tuna majonzi makubwa lakini naona hata muyaongelei. Kila siku tunaongea vitu vya kipumbavu. Tulikuwa tunakaa hapa wakati huo tunakaa wanne. Tuna bwana huyu nani huyu ndugu yetu aliofariki huyu hapa. Bwana Bigi. Umeona? Debwana yule. Debwana si mijina yenu ya kiuniuni. Sasa muda mwingine sisi walemavu hatuwezi tukawauni kila siku. Lazima tunawaita majina ya maana. Sasa Debwana kitu gani? Tutamuita Debola siku nyingine. Sasa ujue tatizo la yule bwana ni hili moja. Unajua ile siku aliniambia mimi ni muongo. Ila mimi nilimuelezea kwamba bwana yule binti ni hatari. Sasa huyu bwana Bigi tangu afariki, mimi kuna jambo mmoja nimelifikiria. Hivi sababu sio huyu mtoto mweupe ambaye yupo na ule mzee mwenye midevu meupe. Umeona? Kwa sababu nimefikiria kitu kimoja. Kila mtu ambaye anaenda kutoa barua pale lazima afe. Kila mzazi anayetangaza pale anataka mwanae akaolewe, huyo mtoto lazima afariki. Sikia nikwambie, yule mzee sio mtu mzuri. Kwa sababu juzi tu nilisikia kuna mtu alienda pale kwake. Umeona bwana? Baada ya kwenda pale kwake akajichanganya. Ile anafungua tu ndoo ya maji ya kunywa, akakuta mama. Akamaliza mule. Akafa. Hiyo nuksi. Kwa sababu kitu kingine, umeona? Sisi inabidi tukomae na hawa wenzetu wenye ngozi nyeusi, lakini tukisema tuwafate watu weupe, haya ni matatizo. Kwa sababu babake midevu meupe, mtoto mwenyewe rangi ya njano, tunatafuta kitu gani? Inabidi tutulie sehemu moja na sisi hata mambo yako. Mimi nakwambia au kwa vile tunamshukuru mzima. Nimeshtuka bwana. Wapuuze. Ila mimi nawaambia hili jambo sio zuri. Yaani tuangalie tu wasichana wengine wakwenda kuwaoa basi. Ila pale hamna kitu. Ile rangi ile isiwatishe. Kwa sababu babake rangi zake nyeupe. Yeye mwenye ngozi yake ya njano. Sijui tuelewe nini. Sisi wakati wana kijiji wote ngozi zetu nyeusi. Uone kama kuna namna pale. Hiyo balaa. Wale wanafuga mijini ndani mule. Na tupolekeane tunasisoi tutadedi. Tukiongelea hizo mada mimi nakwambia tuziacheni. Mimi mwenyewe naondoka. Tuongelee hapa hizo mada hapa spy. Mama, nimechoka na shughuli za hapa nyumbani za kila siku. Sasa Alice mwanangu, unataka zifanye nani hizo shughuli za hapa nyumbani? Na wewe ndio uko mtoto peke yako hapa ndani. Nani atazifanya hizo kazi? Lazima wewe utafanya. Mimi mama yako kizingatia niko busy na shughuli zingine. Sasa kwa nini usifanye kazi hapa ndani? Highlight zaingia mgeni ghafla anakuta ndani kuchafu. Anakuteza maji. Mama, sijakataa kufanya kazi hapa nyumbani. Lakini wakati mwingine mama yuko tu machi sasa. Shughuli za mtoto kike nafanya mtoto akiwa kweli. Kupika, kufua, kupiga deki. Mwana. Nimechoka kusema kweli. Basi ukiniambia umechoka, nani atazifanya hizo shughuli za hapa ndani mwanangu? Kama inawezekana tafuti fanya kazi ambayo naweza kufanya kazi hapa nyumbani. Mwanangu, mimi sijakataa kumtafuta msichana wa kazi. Lakini kulingana niko busy na shughuli zangu, nashindwa kwenda kumtafuta msichana wa kazi. Sasa sitopenda au
Yaani niseme yani sitomuua mguu wangu kwenda huko kijijini kwenda kumtafuta msichana wa kazi. Labda cha kufanya nikupe nauli ndio kumtafuta msichana wa kazi. Lakini mimi sitokwenda kijijini kulingana na kazi zangu ninazozifanya. Sawa, mimi nimekuelewa. Nimezungumza hivyo kwa sababu. Kwa sababu zipi? Mama anatoka anakwenda kazini, mjomba naye anatoka. Unaona, inafika wakati kwamba hata muda wa kula chakula tunachelewa. Unaona, bwana kama kufanya hivyo. Sio hata mimi pia na shughuli zangu za kufanya, japo bado sijapata. Nahitaji kutoka kwenda nje, kwenda kutembea. Kwa mfanya kazi muhimu sana hapa nyumbani. Sawa, hamna neno. Ngoja niangalie mkwe wangu hapo jikoni. Nitakupa nauli utaenda kijijini kumtafuta msichana wa kazi. Sawa, sasa mimi sina chochote hapa, kama ikiwezekana hata baada ya nini safari nianze. Hamna neno, utanikuta jikoni ujichukue nauli uondoke. Sawa. Mboga gani? Chakula gani? Wewe unataka nini? Simetaka maboga leo, au unataka nini? Haya. Salama bwana. Kwema? Sasa huku mbona kama umepotea? Kwa sababu huku hamna mji. Nishapotea? Mimi nilikuwa naelekea kwa mwenyekiti. Nahisi ni hivi au? Mwenyekiti? Ana nini mwenyekiti? Nilikuwa na shida zangu binafsi tu. Zipi? Unatuambia tunakusaidia yani zipi? Basi sawa. Nilikuwa na shida mwenyekiti kwamba alikuwa anahitaji mfanyakazi. Kwa natumaini kwa mwenyekiti kwamba ana binti yake ambaye ni mzuri sana. Kwa alikuwa anafuata binti yake hivi. Mfanyakazi? Kwa hivyo wewe mfano yani wewe kama wewe mfano. Yaani mtu akaja kukuchukulia mkeo eti anataka mfanyakazi. Hivi ungeelewa kweli? Maana yule ni mkewe. Ninaongopa. Hebu sema wewe kama mimi wanapika kwa pamoja. Wanakula kwa pamoja. Wanalala kitanda hiki kimoja. Shuka hili. Huyu ana yako. Au anadanganywa na zile ndevu eti kwamba yule mzee anaitwa nyeupe huyo ni nyekundu. Kwa hiyo atapewa tu bure bure. Makubwa sasa. Sasa sisi tunakwambia kitu ambacho ni kizuri. Kwani yule binti yake wewe umeona ana kitu gani cha ziada? Maana hapa huyu kama ni mfanyakazi, huyu yuko vizuri. Anajua kupika, anajua kuteka maji. Umeona mambo hayo? Asante, nimekuelewa. Sasa ndio Sasa umetuelewa, unatupa jibu au umetuelewa tu? Brother, shukrani. Asante. Haya bwana, karibu tena buraza. Karibu. Kwa hiyo tuelewe tunapoongea au? Watu kwa nakutania. Nenda tu bwana. Na sura yake ile. Wasikia watu wapo wanakufa haraka. Wanakufa haraka. Wewe je? Usiniambie mimi hivyo. Na ile midevu yake basi kama Usama. Sema yule kama angekuoa yule. Wewe na wewe angenioa wapi? Hapo msito kuongea ngenya. Ndio tumekaa kimya hapa. Ile midevu. Ile midevu akinywa chai na ingia kwenye chai. Hodi. Karibu. Nashomo. Mnaangalia kuja sasa kama. Kwema kabisa. Karibu. Asante. Naona unanoa hapo. Naona panga kidogo katika nielekee chakani huko. Ina maana nikichelewa kidogo tu usinge za kukuta. Usingenikuta. Ndio. Karibu. Asante. Mimi sitaki nikupotezea muda. Ila kuna jambo ambalo nataka kusema kwamba limenileta hapa. Na hilo jambo limeagizwa na wazazi wangu. Unajua wazazi wangu asilimia kubwa kwamba huwa wanazidiwa sana na shughuli kwa nyumbani. Hivyo akaamua kuniagiza kwako kwa sababu shughuli zimekuwa nyingi sana mpaka enda kwa kero. Hivyo walikuwa wanatafuta binti ambaye anaweza kufanya kazi pale nyumbani, kuwasaidia kazi ndogo ndogo kama kufua na kadhalika. Katika upeo wangu mimi nikajiongeza. Nikasema sio mbaya, muona. Nende kijijini nikazungumza na mzee kwa sababu tayari wazee mshajuana mpaka mnafika hatua kufanya biashara. Nikasema sio mbaya nije kwako kuweza kuomba katika hili hapa.
Kwa hiyo ndio ujio ambao umenileta hapa mzee wangu. Kwa maana hiyo wewe unataka kusema mtoto wangu mimi akafanye kazi kwenu nyinyi, si ndio? Naweza nikasema ndio. Ila si kwa nia mbaya, ni kwa nia nzuri tu. Kwa sababu wanasema riziki ni mafungu 7. Na siku zote Mungu hugawa riziki kwa wakati. Unaona? Nikasema hii riziki siwezi kwenda kuitupa nje. Wakati mzee wangu namfahamu na mzee wangu anafahamiana na wazazi wangu. Hivyo nikaona sio mbaya nilete kwako hili swala mzee. Nimekuelewa kijana. Katika hilo nimekuelewa, lakini nataka nikwambie mambo mawili. Cha kwanza, binti yangu ameshakuwa mtu mzima na yeye ana maamuzi yake. Kwa maana hiyo, kwa hili ulolisema itabidi nimshirikishe binti yangu. Angelikuwepo hapa ningemuita, tungemshirikisha katika haya mazungumzo. Lakini kwa bahati mbaya huyu binti hapa nyumbani sasa hivi hayupo. Kama hayupo, ni kuombe kitu sasa. Atapokuwa amerudi mimi nitamshirikisha katika haya mazungumzo. Majibu atayokuwa amenipa binti yangu mimi nitawasiliana na wewe, nitakupa majibu. Asante mzee. Kwa maana hiyo cha msingi sasa wewe unipe namba zako za simu. Pindi nitapokuwa nimeongea na binti yangu, ama kakubali ama kakataa, basi mimi nitakupigia simu ili nikupe majibu. Mimi nasema asante sana mzee, ila sitegemei kufeli katika hili hapa. Namba yangu ni 07581604. Na kama utaona ipatikani basi unaweza kumpigia hata mamangu. Mamako sawa sawa kabisa 677405. Sawa. Mimi nasema asante sana mzee. Hamna maneno. Ila nikutakie kazi njema. Hamna shaka. Basi bye. Hamna neno. Haina shida. Mimi kuita kwangu kila nikikaa nakuwa na mawazo. Maana nashindwa kuelewa. Hapa kijini wasichana wote wanaelewa. Hata mwanangu Aisha mmecheza wote, mmekuwa wote, mko lika moja. Tayari na mume wake yuko kwake. Lakini wewe mwanangu upo tu. Una mpango gani? Nimewaza usiku nikamwambia wewe ni kama mwanangu. Nikaa na wewe nizungumze na wewe. Uniambie shida ni nini? Ni kweli mamangu. Na sielewi na mkosi gani katika hii dunia. Na sielewi mimi ni nani mama. Kijiji kizima mwenzangu umeelewa. Lakini mimi tu sijui mimi ni nani. Kila anakuja kunichumbia lazima afe. Si kuna siri gani hapo? Ni kweli, kwa sababu hata kuna siku nimekutana na baba. Nilijaribu kumuulizia kuhusu swala hilo. Kwani mama yake yule yuko wapi? Mama yake kapotea mazingira kutatanisha mpaka leo hatujui kafa au mzima. Yule baba alikuwa mkali. Kaondoka hata maneno hatujaongea chochote, kaondoka kwa hasira. Ndio alivyo baba. Kila nikijaribu kumuelezea swala hilo hadipi majibu yanaeleweka. Hasa nikimwambia swala la mama ndo kabisa naona hadi aibu hapo mama kijiji. Watu wananiambia mimi natembea na babangu. Sasa hapa ndo napata picha. Kwa sababu kama yeye, kwa sababu hata mtaani hapa watu wanaongea kweli. Anaishi na babake na kweli ukiangalia kwa mtoto wa kike umri huo, naona kweli haipendezi. Sijui utanifanya nini. Sielewi mimi. Baba ajali wala nini. Nahisi kama dunia imenielemea mimi. Natamani na mimi niwe na mji wangu. Lakini baba afikirie. Ajali. Lakini mimi naamini Mungu yupo. Na wewe mlilie Mungu.
Mungu atakupigania. Naamini kabisa ipo siku atatokea mwanaume sahihi na utaolewa. Beti babangu angekuwa nakaa naye hivi ananiambia masuala kama haya, nahisi Mwenyezi Mungu pia angenifungukia. Lakini si babangu. Yeye anafikiria tu kupikiwa, kuoshiwa vyombo tu kila siku. Hali wazee. Hata siku moja. Basi mimi wala usifikirie, wala usiwaze. Mungu atakupigania. Na mimi nakuombea usiku na mchana. Sawa mama. Wacha mimi niende. Unajua tena baba. Nenda kachukua vipande vya mihogo ndani huko. Takuja bana. Haya bana. Binti yangu, nimekuita. Nilichokuwa nimekuitia hapa, kuna ugeni umekuja hapa. Kama unakumbuka kipindi kile tuliwauziaga bondeni kule. Alikujaga mama, baba na mtoto. Mtoto wao anaitwa Alice. Kaja pumbavu sana yule kijana. Kafanyaje? Anakuja hapa, ananiambia, "Oh mzee, mimi nimekuja, namtaka mwanao. Nenda naye mjini." Sasa iko ndo kimekukasirisha? Kwa maana wewe mwenyewe umependa. Na TV sinaenda kuangalia baba. Unapanda kunde, inaota michoko. Hii tena balaa. Haya. Tatizo lao wanakutaka wewe uende mjini, uende ukakoshe vyombo. Vyombo vyao vya ndani. Wao wakishakula tele kazi zako na kosha vyombo. Kwa maana umependa Baba nenda lini? Sasa naomba nisikize kitu kimoja. Nitawasiliana na huyo aliyokuja. Hapa nitakupa majibu. Mbaya sana na wewe pia. Sikutegemea kabisa kama unaona akili kibao. Kila siku vyombo, takikala wewe pia. Tukasema tunataka tujue hivi hichi kinachoendelea hapa kijijini wewe mama hukione, kwa sababu yule mzee yale matendo anayofanya ni mabaya na yule binti yake ni rafiki yako wa karibu. Unaonaje ukamwambia ukweli heti? Kwanza mnaongelea kitu gani? Maana mmeniita hata sielewi. Eti kuna shida gani kwanza? Tunachoongelea ni kuhusu yule binti yako. Kafanyaje? Mama shikia nikwambie. Shikia nikwambie. Tatizo wewe unajua afu unatificha. Yaani issue ile kuwepo ni kwamba yule binti yule. Yaani baba yake si anamuita baba. Kizungu wenyewe anaita baby. Ina maana ametoa ile A ameweka Y. Kwa kweli wana date. Tena wana mahaba matamu. Una ushahidi gani kama wanalala wote? Kama sio umbea? Una ushahidi gani na kuuliza? Mimi wa kwanza siku zote nimetoka nyumbani kwangu. Napita pale nakuta anamnaisha babake maji, yani maji mikononi, yani anamnaisha kana anamnaisha baby. Jamani wewe mtoto mnafiki wewe. Unaongea wenzako umeolewa, Sasa mama. Ina maana hata kama unatengewa hayo maji, ili unao hiyo tunaita mikono. Ina maana ndio unampetipeti. Alafu kuna kelele tunarishikiaga tikitoka zetu mitaani tena nyumbani. Muongo. Naambiaje? Hata huyu mama ni mshirikina. Mimi namjua hilo na mwangalia. Wewe mtoto wewe. Ni mshirikina bwana huyu. Wewe unamtaka mshirikina na kupeleka kwa mjumbe. Bi mkubwa wewe, kuna siku nimekukuta unanunua mapaka weusi waliokufa. Nilijiuliza unaenda kufanyia nini? Wewe mtoto mnafiki wewe. Mimi mwanga. Mimi mnafiki wewe. Mimi mwanga. Hadi utaenda kuondoka. Wewe kwanza kutwa dela hilo pekupeku umbea umekuja. Wewe mbona hujaoa? Huyo unataka haya. Mtoto mdogo anakomaa kwa umbea. Muangalie kwanza utaisha hivyo. Nani akuwe kijijini? Nani asiyekujua? Nani asiyekujua wewe? No. Ya mzee mmoja aliyeishi kwenye kijiji kimoja, aliyebahatika mtoto mmoja wakshi nyumba kitoi,
hapo kuolewa kwao ni shida, watu kufa kwao ni kawaida. Kawaida. Sijui nini kilimtuma asi kumpenda mtoto wa maasi. Leo matatizo kwenye familia, baba na mama wote wanalia. Sijui nini kilimtuma asi kumpenda mtoto wa maasi. Leo matatizo. Mambo safi za kuamka. fresh. Ndo naamka saizi. Ndio. Pole kwa majukumu. Shazoea, usijali. Kweli mazoea. Samani. Ila mama yupo. Mbona muda tu? Anko naye. Wote. Umezidi kulala. Kawaida. Ila wewe ni mwanamke mzuri sana. Naomba nikushike. Naomba. Be free. Kuwa huru kwa sababu tupo wawili tu hapa ndani. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Tena zaidi ya sana. Muonekano wako tu unapoonekana, kila mwanaume atamani kuishi na wewe kimahusiano. Au kila mwanaume anashawishika kuwa na wewe. Nimekuja kwa ajili ya kazi, sijaja kwa ajili ya hayo. Mbona kule hujaongea hayo? Wewe ni mwanamke ambaye umeweza kugusa moyo wangu. Nahitaji kuishi. Nahitaji kuwa na furaha. Nahitaji kuwa na amani. Na kuna mwanamke yote ambaye anaweza kunipatia amani zaidi yako. Mzee wetu, habari ya wewe bwana? Mzee nakusalimia. Shikamoo bwana mzee wetu, shikamoo. Unajua katika vijana nisiwapenda hapa kijijini, wewe ni mmoja wapo sikupendi. Kwa sababu mbea. Sasa umbe wako utaisha lini? Yaani umekosewa hata kuumba, ungeumbwa mwanamke kabisa wewe. Unajua katika wazee na wakubali hapa kijijini, kuanzia kule mpaka kule. Wewe mzee nakukubali, una busara sana mzee wangu, una busara. Si jambo na salama, una shida gani? Unajua tatizo kabla halijawa kubwa linakuwa katatizo. Sasa nilikuwa naulizaje, hivi kwa binti ambaye hajaolewa alafu anaishi na baba yake nyumba moja, hivi huyo binti waga tunamhitaji? Alafu ana miaka kuanzia 25 kwenda mbele, tunamhitaji huyo binti. Hiyo inachukuliwa msichana kafilisika kiakili, kusadi kiwembe. Huyo msichana ana lolote huyo. Sasa je, kwa binti ambaye hata binti mzee, kwa mzee ambaye yani yeye ni mzee mkubwa alafu ndevu zimekuwa nyeupe, anaishi na binti yake nyumba moja, huyo mzee naye tunamhitaji. Unajua maneno unamlenga mtu kama yuko maeneo haya. Unaona bwana? Acha mambo ya kihanisi bwana, wewe mwanaume sasa. Sasa kama umemaishiwa na mazungumzo niambie niondoke. Ila sasa mimi tangu kaolewa, kila siku kwa shemeji pale ninaenda ninapewa hela, ninakuja ninanunua maandazi ninakula. Ameolewa. Dadangu mimi. Kila siku anampiga dada yako na mikwaju. Kila siku mimi si ndo mwenyekiti wa kijiji? Mimi si ndo nakuamulia wewe kila siku kesi? Mshenzi za dada yako.
Alafu tena mimi mtoto wangu yuko mjini. Mtoto wangu yuko mjini anakunywa chai ya maziwa. Chai ya maziwa. Mwanangu anaangalia TV. Mwanangu asikiza mdundo redio gingi. Mwanangu yuko vizuri. Mbona wewe binti yako haolewi? Kuna tatizo gani hapa katikati? Mbona haolewi? Tunatakiwa nifahamu kama wana kijiji. Wewe mpumbavu nini? Haolewi mwanangu mimi? Haolewi yule. Ina maana hilo ndio unanisimamishia hapa. Kuniambia mimi mtoto wangu haolewi? Wewe mshenzi nini wewe? Wewe unaniambia mtoto wangu mimi haolewi? Maana yake kubwa wewe. Wewe unaniambia mtoto wangu haolewi? Harabu. Adabu. Swahili. Unamwambia mwanangu haolewi? Wewe mshenzi. Una adabu. What's na baba? Sio baba, wametoa ile wameweka baby. Shogangu ingekuwa ni mimi wewe. Kuolewa siolewi. Baba ndo ananitaka kanichukua kaniweka ndani. Kwanza yani ningekuwa naona aibu kutembea mtaani. Ningeenda kulala huko mapolini. Sema na wewe ungenenepa. Na hiyo afya yako ungenenepa. Ungefanyaje? Ungenenepa. Wewe sio amekupea makao wewe anataka nani yale uliona babake. Ashtu yaache na wewe. Wewe usinichanganye mimi. Mimi katabia babangu naumwa kweli. Hadi mimi. Sema nasikia ule mzee na wewe unamtaka. Nani? Yule mzee. Unaondoka? Inaumaga hiyo. Inachoma. Shamaliza mimi. Kinga kama una kinga. Na bora usikinge tu. Hapo kwenye nyumba unafanya nini? Siwezi kuzilaumu hisia zako kunipenda mimi. Be free. Kuwa huru kwa sababu tupo wawili tu hapa ndani. Wow. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Tena zaidi ya sana. Muonekano wako tu unavyoonekana, kila mwanaume anatamani kuishi na wewe kimahusiano. Au kila mwanaume anashawishika kuwa na wewe. Nimekuja kwa ajili ya kazi, sijaja kwa ajili ya hayo. Mbona kule hujaongea hayo? Wewe ni mwanamke ambaye umeweza kugusa moyo wangu. Nahitaji kuishi. Nahitaji kuwa na furaha. Nahitaji kuwa na amani. Na hakuna mwanamke yote ambaye anaweza kunipatia amani zaidi yako. Nakupenda. Hofu yangu naweza kuingiza kwenye matatizo makubwa sana. Maana tatizo langu lishakuwa sugu sasa. Haris, sihitaji ya kukute kama yalokuta wenzako walopoteza maisha kwa ajili yangu. Naomba unisamehe sana. Sipo tayari kupotee kwa ajili yangu. Unajua tumekaa sana mimi na wewe hapa ndani. Na nilikuwa tu tukizungumza kuhusu mambo mengine lakini nimeona umri unakwenda mjomba. Mjomba, mimi na marafiki zangu Katavi huko. Lakini nimeona si vyema nimtafute mtu mwingine kwenda kufanya kazi ile. Ni vyema nikwambie wewe mjomba wangu uende ukafanye kazi ile. Lakini swala la kula, kulala na mambo mengine yote unayotaka mjomba utayapata. Hivyo mjomba, mimi nimekutafutia kazi Katavi, uende ukafanye. Ako. Samahani kama tuko nakukosea. Kusema kweli akili yangu kwa sasa hivi haijafocus kwenye kufanya kazi. Yaani sipo kabisa huko kwenye kufanya kazi. Samahani. Mjomba, angalia muda unakwenda. Sawa? Alafu muda haukusubiri wewe. Kwa nini simtafute mtu mwingine kwenda kufanya kazi mjomba, lakini nimekufuata wewe? Najua wewe mjomba utapofanikiwa
utakuja utanisaidia mimi mjomba, utamsaidia na dada yangu. Umri unakwenda kweli, lakini hebu angalia mama yangu, umri navyo unakwenda sana. Pale alipofikia mama yangu anahitaji kuwa na mjukuu, mama yangu anahitaji kuitwa mkwe, lakini mpaka dakika bado. Ndio maana nikasema hivi, akili yangu kwenye kazi sasa hivi haijafocus, nimefocus kwenye kuoa wako. Nahitaji ndoa umri huu hapa nilipofikia. Si unanielewa vizuri? Kwanza mjomba, unataka kuoa, huna kazi, unataka mtoto ambaye sisi ni mjukuu, atakula nini? Mkeo atakula nini? Lakini tayari kwamba akili yangu tayari shakiriti kila kitu, kwamba baba yangu ana mashamba, mama ana mashamba, kwa hiyo tayari familia tayari shawekeza. Kwa tatizo liko wapi? Itosha yangu mimi na miaka 24 sasa hivi, kwa umri ambao nimefikia nahitaji kuwa na mtoto. Si unanielewa? Lakini akoli, sikupingi maamuzi yako, lakini swala la kazi kwa sasa hapana. Akoli, wewe una akili mjomba? Hivi dada yangu leo hii akifumba macho utamtegemea nani? Hebu acha kumwambia mama yangu mabaya. Acha kabisa kumwambia mama yangu mabaya. Futa wazo hilo. Mama yangu ataishi miaka 100. Kama unaweza kunisupport ni support. Kama unaweza kutoa mchango is okay. Mama anatoa mchango. Kwa ujinga huu mimi siwezi kuendelea kusupport kwa upumbavu huo. Maana huu ni ujinga, umri wako bado. Una nini wewe mjomba? Miaka 24 bado kuwa. Miaka 24 bado kuwa. Muda bado, angalia kwa hicho unachokizungumza mjomba. Huu ni upumbavu. Wewe ndio maana umechelewa kupata watoto wewe. Ndio maana umechelewa kupata watoto. Acha mimi nioe. Kazi zipo. Mchanganya habari saizi yangu. Kila mmoja na maamuzi yake. Dada. Alichokifanya mjomba Ali sijakipenda. Sijakipenda hata kidogo. Amefanya nini? Yaani yule ni wa kunidharau mimi. Ananiona sina akili, ananiona sifai. Kakufanya nini? Mimi namtafutia kazi, hataki. Yule ni wa kuniambia Alice kwamba anataka kuoa. Miaka 24 Alice anaoa nini? Mdogo wangu, Alice mwache aoe. Mwache aoe. Dada, haiwezekani kuoa Alice. Muda bado, miaka 24. Pale alipo kazi hana. Huyo mke atamlisha nini? Hapana. Sikiza nikwambie. Alice mwanamke anayetaka kumwoa, mwenye degree zake, mwenye elimu kama yeye. Kwa hiyo hawezi kuleta kitu cha ajabu. Lazima alete mwanamke msomi hapa ndani. Analeta kitu cha ajabu nitamuelewa? Siwezi kumuelewa. Lazima alete mwanamke mzuri kisu. Hawezi kuleta mtu wa ajabu alafu ni msomi vile vile. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Leo hii mimi mjomba wake nikafumba macho. Au wewe dada yangu umefumba macho. Mjomba ataishi katika mazingira gani hapa? Hiyo ni mipango ya Mungu sasa. Ya kufumba macho wewe na mimi nifumbe macho. Hiyo ni mipango ya Mungu. Tusiombee hayo yakatokea. Mimi sina neno. Mimi sina neno. Yaani mwanamke atakayemuoa atakuwa analingana na hadhi yake alivyo. Kitakuwa chombo cha maana. Ataniletea mwanamke ambaye haeleweki. Si unanijua? Sawa, lakini alichonijibu mjomba sikukipenda. Msamehe. Mimi niko ndani. Sawa. Ni muda mrefu sasa. Alafu tangu ile swala nilokuambia kuhusu mjomba wake, yaani amekuwa ni mtu mwenye kunidharau, hanielewi, sijui anakuwa na kejeli za kipumbavu. Yaani inakuwa simuelewi mjomba wangu muda mwingine, kwamba tangu alivyosema anataka kuoa, basi alivyoona anapingana na mimi ndo dharau zimezidi sasa. Labda nikwambie kitu mdogo wangu. Alice hawezi kukudharau wewe hata siku moja. Na usikie vile ulivyomshauri ukamwelekeza, anaweza kukudharau. Haiwezi kutokea kukudharau wewe. Akikudharau wewe, sasa kanidharau mimi. Unaona? Chochote atakachokufanyia kibaya, ina maana anifanyia mimi mama yake. Kwa hiyo wewe hauwezi kukudharau. Labda kwa sababu yuko hapa. Tujue yeye malengo yake ni nini. Lakini sio kwamba unaniambia kwamba anakudharau. Hapana. Labda mlipingana tu kidogo, lakini dharau haiwezi kutokea. Sasa na maana kwamba dada, kwamba ni muda mrefu sasa tangu tumezungumza, mjomba, hakuna utambulisho wowote ambao aliofanya kwamba tayari anataka kuoa. Mko wetu ni yupi? Labda wewe dadangu unaweza kaa unajua, mimi sitambui. Hata mimi pia sijui. Labda kwa sababu wote tupo kwenye kikao hapa na yeye yuko hapa. Tumuulize yeye ana malengo gani, ana msimamo upi na lipi anataka kulifanya. Lakini uniuliza mimi kama natambua, mimi mwenyewe sijui kama wewe. Alice, tuko hapa kwa ajili yako na tunakusikiliza. Anko.
Kwanza samani, mimi sio kama nakudharau, hapana, sikudharau. Sasa nakuheshimu sana kwangu, kwa sababu najua mjomba ni mama. Baadhi ya mama hata kwako pia ni razi pia, ila anko unatakiwa uheshimu maamuzi yangu, kwa sababu hata mimi pia ni wa kiume kama wewe, pia na maamuzi yangu binafsi. Nahitaji kuoa kweli, ila mwanamke ambaye anahitaji kumwoa wala hayuko mbali, wala nisiwape pressure sana, hayuko mbali, yupo tu maeneo haya. Unajua swala la kuoa linahitaji muda. Ni kweli. Usimpelekeshe au asione kama vile tumemlazimisha kwenda kutuletea huyo mkwe, akatuletea chaguo ambalo likawa sio sahihi kwake. Unajua bora ukose mambo yote katika maisha yako, usikose katika kuoa. Kwa hiyo mjomba, inabidi upate muda wa kutosha kuchagua si chaguo lilokuwa kwako sahihi. Na imani kwamba surprise yako mtaweza kuipenda kwa pamoja, kwa sababu hili ni jambo la heri, pia ni jambo la baraka. Wa Abe. Mimi tena pole. Mbaliwa. Huyo ndo mwanamke nipendaye. Huyo ndo faraja yangu kwa sasa, na hakuna mwanamke yote ninayempenda zaidi ya huyo. Aisi. Ipo una akili timamu? Mama, umechanganyikiwa? Mama, bwana niko sawa tu. Dada usipaniki. Alafu mimi napali. Mwanamke gani wa kuoa huyu? Aisi, una nini wewe? Nikategemea kwenye akili yangu unaletea mwanamke mwenye degree, mwanamke msomi, mwanamke mwenye azia, mwanamke gani? Bora unioe mimi. Dada basi. Hapana. Dada basi. Pumzika kwanza. Bora nioe mimi. Dada sio kwa kauli hizo. Basi dada. Mama unakosea sasa. Mwanzo unanikosea adabu. Wewe mpumbavu. Sio mpumbavu, mama ananikosea. Nakosea nini? Mwana gani unakuniambia mimi mwanao? Nakosea nini? Mwana gani unakuniambia mimi mwanao? Nakwambia sasa. Ndio nakwambia. Nioe mimi. Sasa dada, mimi nimewaita hapa kwa mema. Sasa mbona inakuwa kama vile tena imekuwa kama vile kuna ugomvi humu ndani? Hatuelewani. Sikiza mdogo wangu. Sikutegemea. Kama ungeniteki kituko. Dada, lakini ndio mwanao sasa ndio tayari kashampenda. Mimi nilizungumza. Haiwezekani, haiwezekani Alice. Kama nimekuzaa mimi kwenye tumbo hili, utomwoa yule mwanamke. Mama nimekosea wapi? Utooa huyo mwanamke. Mama nimekosea nini? Hana hadhi yako. Mwanamke gani wewe? Wewe toka. Unatia kichafu mpaka natamani kutapika. Ondoka bwana. Wewe umechanganyikiwa. Najua unaumia sana, ila machungu ambayo unapitia basi hata pia napitia pia. Utaki kuwa hivyo. Sihitaji kuona chozi lako likimwagika. Familia yako hainipendi. Mama yako hanipendi Alice. Sio ni sababu mimi kuendelea kukaa hapa. Alikuwa mama yako anichukia kiasi kile. Ana maneno alonipa vile kweli. Anapaswa kuniambia vile. Alikuwa binadamu kama mimi. Utaki kukata tamaa katika hili. Najua tuko katika vita ngumu sana. Machungu ambayo unapitia katika moyo wako sio ya peke yako tu. Nahitaji kwenda kwetu, naomba nauli nirudi kwetu. Nimechoka mimi. Moyo wangu umechanja kwa ajili yako. Siwezi kuruhusu kwenda peke yako.
naomba kwanza niende mimi kwanza, nakuomba. Mimi siwezi tena, siwezi. Wewe usijali kuhusu mimi. Niko tayari kupambana vyovyote vile viwezekanavyo. Sitaki kukosa. Mimi na tunapendana. Unanipenda? Nakupenda, lakini sihitaji kukupoteza. Usijali. Kweli. Tabasamu. Unachambua mchicha kwa mapozi kabisa, si ndio? Nikuulize swali. Wewe mwanangu, mimi nikakupendea nini? Ulivyokuwa mweupe kama nyanya iliyooza. Anakupendea nini mwanangu? Mbona mama sijui chochote? Hujui chochote ninachokuzungumzia. Nakuuliza tena, mwanangu anakupendea nini wewe? Nakuuliza mwanangu anakupendea nini wewe? Acha kunikodolea macho yako. Usinikodolee macho yako. Unanisikia? Mwanangu anakupendea nini? Kosa lako liko wapi? Hujui? Mwana alivyokuwa na macho mikali kama mipaka ya Muhimbili. Hivi naomba nikuulize swali. Babako na mamako walikuwa na akili timamu? Kukupa jina zuri eti Wakishi. Wakishi utakuwa wewe? Nakuuliza, Wakishi utakuwa wewe? Usinikodolee macho wewe, nimekwambia. Pumbavu wewe. Tena nakwambia, fanya mwisho kumpenda mwanangu. Umenisikia? Umeshaitengeneza midawa yako huko kijijini, umletee mwanangu kwa wewe. Hakoe abadani. Mbuzi wewe. Nakwambia usinikodolee macho wewe. Unanielewa, unanisikia? Tena ukome na ufanye mwisho. Pumbavu wewe. Kifua kama umejaza mahindi. Vipi dada? Kwani kuna nini unaniita hao vitu unakuwa kama vile unajificha, kuna wasiwasi gani? Mbona una kelele? Mpaka nikakuita huku, sina maana ninachokuambia cha siri. Sasa unapayuka nini? Ili paka liko wapi? Kule jikoni hayupo kule. Usiseme hayupo, sema halipo. Alipo. Alice tumeshamwambia mara nyingi. Yaani alileta hili mwanamke hataki kutuelewa. Na tukisema tumfukuze hapa ndani, tutakuwa hata jamii haiwezi kutuelewa. Sasa basi mimi na wazo. Nataka ulichome kisu cha mgongo lile paka lile. Umenielewa? Na kama hutaweza kulichoma kisu cha mgongo lile paka lile, basi lipe maziwa kwa sababu linapenda sana kunywa maziwa lile paka la Muhimbili. Mimi siwezi. Huwezi vipi? Huwezi nini? Na nimesha kuagiza utafanya. Mzimu, nimerudi tena mzimu. Kukuomba mzimu. Mtoto wangu kapotea, sijui kama uko aliko yuko hai ama amekufa mwanangu. Wale watu waliowakabidhi mtoto na wapigia simu hawapokei. Sijui mwanangu uko aliko, sijui mwanangu kama atarudi. Sijui mwanangu kama yuko hai. Sijui mwanangu kama amekufa. Wewe mzimu ndio tegemeo langu. Wewe mzimu ndio kimbilio langu. Naomba unisaidie mzimu. Mwanangu apate kurudi hapa nyumbani. Nakuomba mzimu. Nakuomba mzimu, nisaidie nipate mwanangu. Nakuomba mzimu. Mtoto wangu kapotea. Sijui yuko aliko. Kama yuko hai, amekufa, mimi sijui. Mzimu, naomba unisaidie mzimu. Umekiuka masharti
Miaka 20 tuliwaambia kabisa kwamba tutakuwa tutakimbiza. Je, unakumbuka kilichomkuta mkeo? Unaonaje tumepata mtoto? Kusema kweli mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hili ndio lilikuwa lengo letu kubwa. Kusema kweli sasa mtoto kakua, na mtoto amependeza, Kusema kweli mimi nasikia raha. Sikia raha sana, Naam. Kilichobakia sasa hivi ni tumcheze mtoto wetu, tumpe mila na desturi binadamu wanavyohitajika kuishi na watu. Sana. Yaani sasa hivi nachotakiwa tumcheze kweli mwanetu kwa furaha. Lakini mke wangu kuna jambo moja mimi kidogo linanipa mashaka. Kule mzimuni kule, yale masharti ya mzimuni. Mimi mke wangu kidogo ananipa wasiwasi yale. Mbona mimi mwanzo nimezingatia wala hata shida sina. Sasa sijazoea hali hiyo. Tukiongeaga mambo hali kama hiyo huna. Ni kawaida tu. Mnajua ni kesi gani inakathirisha mizigo? Mnawezaje kutoa malkia wetu na kumpeleka mbali pasipo kusamehe? Kuzo umekiuka maadili, umekiuka masharti. Unajua ni wangapi malkia yetu wanapitia, na kama siku hizi basi malkia yetu katika matatizo makubwa sana. Halo. Nakusikia. Nani? Mwanangu maskini. Sasa, hebu nisikilize nikwambie. Mwanangu, nimekutoa kwa roho moja, wende mjini. Mwanangu angalia, yaani miaka inateketea tu, unazeekea huko mjini. Lini utakuja sasa huko kijijini? Lini utakuja na kuuliza? Unasemaje? Uko njiani? Alhamdulillah mwanangu. Fanya haraka, kimbia, njoo. Uko kwenye gari? Haya mwanangu, basi nakusubiri kwa hamu mwanangu. Karibu mama. Karibu mzwanda wangu maskini. Alhamdulillah, karibu mama. Mwanangu anakuja. Furahi sana. Mungu amjalie afike salama mtoto. Basi kuelewa. Mpenzi wangu naumwa.
Yuko wapi mtu? Jini. Yuko wapi huyo jini? Wewe vipi wewe? Alfu. Tatizo nini? Jana. Kupai dawa. Kia mkono. Hiyo dawa. Utakoga. Dawa. Nena maji na kwenda kukoga. Nakunywa chai. Mpenzi wangu, nini tatizo? Mbona sielewi? Shikamoo. Shikamoo. Marhaba. Karibuni. Naam. Asante baba. Kwanza kabisa nasema samahani sana kama tulikuwa na kukwaza. Pili ndio nikasema kwamba naelewa kila kitu katika familia yenu, kwa binti yako pia. Hivyo naomba nikutoe wasiwasi. Kuwa huru kabisa mzee wangu, kwa sababu nafahamu kila kitu ndani ya familia hii, na wahenga wanasema kwamba hakuna marefu yasiokuwa na ncha, na kila jambo lina mwanzo na mwisho wake. Baba, mimi ni kijana ambaye nimetokea sana kumpenda binti yako. Nampenda sana binti yako, mpaka nimefika hapa najua kila kitu kinachoendelea. Mzee wangu, uzazi hautafuti kwa njia ya kishirikina. Uzazi analeta Mungu wewe mwenyewe. Matatizo ambayo yamemkuta binti yako naweza nikasema nayafahamu. Mzee, nampenda sana binti yako. Ila samahani kama tulikuwa nimekukwaza katika hili hapa. Hebu samahani kwanza. Hebu njoo kae. Karibuni. Kaeni hapa kwanza. Hebu kaeni kwanza. Kaa hapa nimekwambia. Kaa hapa. Unaingiaje kwenye mkeka na viatu hivyo? Adabu gani hizo unaletea? Wewe watch. Nini sasa? Allah, samahani mzee. Sikuelewi. Unajiamini nini Yasu? Nini unajiamini wewe? Unajua una shujaa? Unakuja kwangu unatamba, mimi sijui nini. Amna mzee, kawaida tu mbona. Wewe. Na nikasema kwamba nimefanikiwa kutatua matatizo ya binti yako. Ndio maana niko hapa mzee. Ndio maana kama kwanza nikwambia kwamba naelewa kila kitu kinachoendelea ndani ya familia hii. Ndio maana nahitaji kumposa binti yako na kumwoa. Okay, kwa maana wewe unataka kumwoa. Umempenda kweli mwanangu? Sina kuuliza. Ndio baba. Mama yangu. Ai. Mtoto. Ai. Umempenda? Sasa kama umempenda mwanangu, basi mimi sina matatizo. Kauli imetoka mdomoni mwako. Baba, kuanzia leo nimekukabidhi huyu binti. Atakuwa mkeo na mama, huyu ndio mumeo. Umeelewa mwanangu? Kwa maana nawatakia kila la kheri kwenye maisha yenu ya ndoa.
mkazae watoto waliokuwa bora, mkaniletea wajukuu kede hapa kujisema vijana nipate wajukuu wa kumwaga. Sawa Basi nitoe baraka za kila aina wanangu, mkapate watoto, mkapate wajukuu. Nawatakia kila la kheri, kila la kheri. Umesema neno la busara sana, kila lilokuwa na mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Basi alhamdulillah, nakutakia kila la kheri. Nakutakia kila la kheri. Mama, nakutakia kila la kheri. Huyu ndo mumeo. Huyu ndio mumeo huyu. Baba, huyu ndio mkeo. Hamna tatizo. Sasa ngoja niangulie madafu. Sasa na wewe angalia. Wewe tena sio mgeni hapa. Bado mgoja rudi wewe. Utaangalia nini cha kupika. Ngoja nikuangulie madafu uje kunywa maji hapa. Sawa. Nakuja? Sawa. Hakika ukimwomba yeye anakupa. Hakuna kibaya chini ya jua. Wabaya ni sisi na ubaya tunauanzisha sisi.